Bado tunaendelea taekwondo, kipindi ambacho unakiangalia kwa sasa. Mimi naitwa Zamaradi Mketema na siku ya leo tuko live na kuna watu ambao niko nao muhimu tu katika tasnia hii ya filamu. Niko na Chrisant Mhenga, niko na Isa Musa Cloud, niko na mwanadada Kemi ambaye ni msanii wa zamani sana, ni msanii ambaye ameweza kufanya kazi nzuri sana, na zamani kila mtu ulikuwa ukisema jina la Kemi hakuna ambaye hamfahamu, lakini siku hizi hatumuone kwenye filamu. Sielewi sababu ni nini. Si yeye tu, ila kuna waigizaji wengi wa zamani ambao sasa hivi hatuwaoni tena kwenye filamu. Utakuja kunijibu sababu ni nini, lakini kwa wewe ambao uko nyumbani, kuna namba ambayo tunaweza tukashare wote mambo mengi, na kama kuna chochote ambacho unataka kukijua 0764325402 0764325402. Hiyo ndio namba yetu. Kumradhi kidogo sauti ilikuwa haiko sawa, lakini kwa sasa hivi nafikiri kila kitu kinaenda sawa. Labda kwako Kemi, unahisi ni kwa nini sasa hivi hatuwaone? Kwa nini hamuonekani kwenye filamu, hamuitwi ama ni nini? Mimi nafikiri tatizo lililokuwa limejitokeza au nafikiri inaweza endelea kuwepo ni kila mtu amekuwa producer. Unajua mwanzo tulikuwa tunakutanishwa na watu kama Chrisant ambaye hawezi kutamani hata kukaa mbele ya kamera. Lakini leo mimi nikiwa ni producer, basi ninajikuta siwezi kumuita fulani kwa sababu mimi nataka nicheze nikiwa fulani. Lakini mwisho wa siku inabidi kila mtu afanye kazi yake mwenyewe. Ndio hiyo inazalisha maproducer wengi. Kwa sababu nilikaa muda mrefu, nafikiri kuna wakati tulikutana ukaniuliza, ukanipigia simu kupitia kipindi cha Dina, ukaniuliza, lakini mwisho wa siku ilibidi nifanye kazi yangu. Na ninamshukuru Mungu kwamba kazi yangu ilifanya vizuri. Kwa hiyo umeamua kuwa producer baada ya kuona huitu kwenye filamu za watu wengine. Kwa hiyo pia ni sababu moja hapo ambayo inafanya watu wengi waamue kuwa maproducer, kwamba hawaitani. Kabisa. Kila mtu anafanya kazi yake. Kabisa. Lakini hapo nina swali kwako. Maproducer wengi ambao wanafanya kila mtu kazi yake mwenyewe, kuna watu ambao wanawaita. Kuna sura mpya tunaziona ambao zinakuwa zinafanya kazi kila siku. Sura za zamani ambazo si kwamba vipaji vimekufa, naamini kama kipaji kipo. Kwa nini hatuwaoni? Hamuitwi ama labda thamani yenu imeisha? Ni nini ambacho kiko hapa? Mimi kwa upande wangu siamini kama thamani yangu imeisha. Kwa sababu kama nimeweza kufanya kazi yangu na ikafanya vizuri kwa asilimia ambazo zinatakiwa, sidhani kama thamani yangu imeisha. Lakini pia inategemea na producer mwenyewe. Inawezekana story yake hainihitaji mimi. Kweli? Ni mnene, ni mkubwa, na anahitajika mtu kama Zamaradi mwembamba. Kwa hiyo nakuta story labda inanikataa. Kwa hiyo bado siwezi kupinga. Inawezekana story nyingi zinanikataa kutokana na wakati nilionao. Nirudi kwa Cloud labda. Kuna kitu ambacho muongea sasa hivi kila mtu ni producer. Na katika kuwa kila mtu producer, kuna kasumba fulani ambayo ipo. Tumezungumzia mwanzo swala la producer na kila mtu kuwa producer, lakini sasa hivi nafikiri tuzungumzie swala zima la specialization kwenye kazi ya filamu. Katika maproducer hao leo Cloud ameamua kuwa producer. Cloud huyo ndio atakuwa muigizaji mkubwa wa hiyo filamu. Cloud huyo ndio ambaye ni script writer. Cloud huyo ndio muongozaji wa hiyo filamu. Kumbuka ni producer, muongozaji, muigizaji na nini. Kwa nini labda hiki kitu kinafanyika kwa maproducer wengi, kwamba yeye ambaye ni producer ndio yeye ambaye anakuwa anajiweka pale kwamba ndio main character wa filamu? Kwako Cloud. Asante sana ndugu Zamaradi. Hili swala linawakumba watu wengi. Na yani kama mtu umeitwa mbele za watu na huwezi kuchomoka. Maana unapozungumzia maproducer ambao hao ni madirector, hao ni waigizaji wakuu, hao ni waandishi wa scripti, huwezi kumkimbia Cloud kwa hali yoyote. Utamnasa kiulaini kabisa. Ila nitaka niseme tu wazi kwamba narudi kule mwanzo tulikuwa tumeanzia, kwamba hii ni kutokana kwamba ni ukosefu wa madirector professional kuingia kwenye fani hii. Kwa sababu gani? Tulikuwa tunapata madirector ambao ni wazuri, kwa hiyo ina maana mtu unakuwa huna sababu ya kujiamulia wewe mwenyewe kwa ule muda ambao wewe unautaka. Kwa sababu kama leo unapata director mzuri, kwa ina maana mimi sina sababu tena ya kusema kwamba nijidirect mwenyewe wakati tayari na uwezo wa kuweza kumlipa director na akaweza kufanya kazi yangu vizuri. Na madirector sio kama hawapo, wapo. Lakini kulinganisha na soko lilivyo, liko vizuri sana. Lakini mapato yanayotoka kwa wenzetu inakuwa kidogo. Jinsi ukianza kuyagawanya, unaweza kujikuta kwamba hata kumlipa ile hela director atakayokuwa inamkizi itakuwa kama vile umemdhalilisha. Kwa hiyo unafika wakati mtu anaamua kujibebesha mzigo wa lawama. Na mbaya zaidi imekuja kwamba Watanzania tulio wengi, soko letu haliangalii nje.
linaangalia sana ndani ya Tanzania. Kwa hiyo unakuta mtu anajua Tanzania, life ya Tanzania iko 1 2 3 4 5. Labda pengine Mungu akijalia soko likija likifika nje na likali nakubalika. Unapozungumzia soko la nje watu wanashindwa kuelewa. Haijalishi kama mimi nina ndugu au rafiki anaishi London, ama wewe ndugu yako anaishi Marekani, au ndugu yako anaishi Canada. Kuagiza movie basi umeridhika. Kuagiza movie ndio kasema movie zetu zinakubalika nje. Hapana. Haiko hivyo. Walio wengi wanaona Watanzania ambao wanaishi nje wanataka movie za nyumbani, ndio watu wanasema movie zetu ziko juu zinakubalika mpaka nje. Hapana. Wanaochukua movie ni wale wa Tanzania. Kwa soko lifike nje, ziingie katika hao watu ambao walioanza na hizi movie wakasema kweli tunazikubali Tanzania movie. Ama sivyo? Kwa hiyo nikasema ikifikia awamu hiyo basi inaweza kufika pengine tutakuwa tunaanza kufanya kwa kitu kimoja kimoja. Kweli sometime nasema nikimkosa Chris Muhenga pale, labda pengine kwa majukumu yake, ama pengine sina hela ya kumlipa, director gani ambaye ataweza kunidirect mimi ili afikie kwenye piki inayoitaka? Ukijumlisha sana na muda unakwenda, Muhindi anataka kazi yake, unajikuta kwamba hauna, ndio mtu unaingia uwanjani mwenyewe una trot. Hivi pale mnapokuwa na madirector, sababu nikiangalia hata zile credits naonaga tu director Isa Musa, lakini mara chache sana naona assistant director. Na ukizingatia wewe director ndio muigizaji mkubwa, unawezaje kujidirect mwenyewe? Labda wewe mwenyewe ndio mdirect cameraman, wewe mwenyewe ndio ukae pale, sasa unakuwa unajipa mwenyewe action, unafanyaje? Yaani nataka kujua pale haina ugumu katika. Na ndio maana Zamaradi, kabla hatujaanza interview yako niliwahi kuongea na Mheshimiwa Chris Muhenga, nikamwambia kwamba Tanzania kama Tanzania, naomba nikiri wazi na watu wanisikie, bado hatujatengeneza movie. Nilikuwa na maana kubwa sana kumzungumzia huyu mheshimiwa kwamba Tanzania kama Tanzania, jua kama movie zetu zinauzwa, lakini huwezi ukenda kwenye manchi ya watu ukasema kwamba hii ni movie ya Kitanzania, utachekwa sana na watu. Tunafanya tu vitu vya kufanya kama viuziki, watu wavikubali, wacheke majumbani kwao, lakini bado Tanzania hatujatengeneza movie. Na sababu yangu ya kusema kwamba hatujatengeneza movie, kuna wengine watacomplain, Claudia anajizalilisha. Hapana, lazima tuzungumze ukweli. Ni kwamba haiwezi kuwa movie more advance ikawa wewe kila kitu unafanya wewe, mengine utayaona wapi? Ndio mimi najiuliza kwamba wewe utaonaje? Mimi leo hii ndio niwe cameraman wa kipindi changu. Mimi ndio najidirect. Leo kuna kitu ambacho nikosa ambalo mtu mwingine ndio inabidi anione, na mimi ndio director nimekaa hapa. Na ubaya wetu sisi wasanii wa Tanzania, labda niweze nikueleze Zamaradi, wasanii hasa sisi ambao wenye majina, tukishakufikia stage fulani kwamba tunajua tuna mashabiki wengi, kwa hiyo ina maana sisi ndo tunajua kila kitu. Na nitaka kuja hapo. Tumeelewana vizuri, ni kwamba sisi hatuwezi kukosolewa, hakuna mtu anaweza kutuambia kitu. Kumbe mwisho wa siku ni sifuri. Hakuna mwanadamu mkamilifu. Hakuna daktari anayejiganga mwenyewe hata kama ni professional. Daktari wa aina yoyote anaumwa, lazima atatafuta daktari mwenzake amtibu. Ama sivyo? Kwa hiyo ninachokizungumza kwamba ifike mahala kwamba na hao wasambazaji wetu waanze kutupatia, kwa sababu hivi vitu vimegawanyika, vimeungana. Leo utaanza kulaumu kwamba kwa nini Cloud sichukui director wa kunidirect movie yangu, au sichukui mtu mwingine wa kunitungia stories zangu. Mwisho wa siku najikuta kwamba sehemu zote nakaa mwenyewe, kulinganisha flusi ninayoipata siwezi nikaweza kugawanya na watu wote. Kwa hiyo swala lazima ni swala la budget. Naam, lakini kama budget ikiwa inatoka vizuri, nakuwa na hela nzuri ya kumlipa director, na hela nzuri ya kumlipa mtunzi, na hela nzuri ya kumlipa mtu mwingine, kwa nini mimi naishia kucheza tu? Ila ninavyosikia hata mkipewa budget kubwa bado kuna kasumba. Kuna watu ambao wanaweza akajitolea, labda chukua let's say sio hela kubwa, lakini natoa mfano, haina maana kwamba ndio exact nani, milioni 50 hii hapa. Lakini still utaenda pale pale kwenye milioni 8 yako ulizoea, milioni 10 yako, bila kutumia milioni 50 uliweza kufanya kitu kizuri. Hilo nalo ni tatizo. Na hii Zamaradi umezungumza ukweli, na ndio maana paka mwisho wa siku Watanzania walio wengi wamechukua mfumo wa soko lilivyo. Sasa tutafika na hatuwezi kufika. Nazungumza hivyo kwa sababu gani? Soko lilivyo, soko letu la filamu Tanzania haliangalii ubora wa movie, linaangalia movie imeuzika. Naomba nielewe vizuri kwa makini. Soko la Tanzania la movie haliangalii bora movie, linaangalia movie gani inauzika. Kwa ina maana hata kama movie haiko kwenye kiwango, lakini kwa sababu imeuzika, basi hiyo movie itakuwa imefaa. Kwa nini nazungumza hivyo? Na ndio maana ukakuta kwamba wasanii walio wengi hawachukui budget ya ile ambayo wanatakiwa kuifanyia movie, wanatumia hela ndogo ili mradi tu movie ikamilike, alafu pesa nyingine anaingiza kwenye miradi mingine. Hayo mambo yapo. Akili ya kuinvest hatuna, kwa sababu unapotoa hela nyingi unajua ni una invest for tomorrow. Kabisa. Kwako Chris, labda una chochote ambacho ungependa kuongea
kwako wewe kitu ambacho unakiona chochote kwenye industry ya filamu, kuzingatia ni mtu mkongwe, ni mtu wa siku nyingi na ni mtu ambaye una uzoefu wako kwenye tasnia hii? Mimi nafikiri kuzingatia kwamba na muda umetuacha kidogo, mimi nafikiri labda tutafute pa kuanzia kufanya mabadiliko ya taratibu. Kikubwa kama alivyozungumza Cloud kwamba bado soko limekuwa la kuuzaji wa movie limeshikiliwa na watu wachache. Aidha mtu mmoja au wawili ndio wanaouza. Kwa hiyo bidhaa zote za filamu zinapelekwa kwa watu hao. Hao ni wafanyabiashara pia. Sasa okay, sisi kama tunataka tuondoke kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine ya film industry, kuna vitu vichache ambavyo mimi wanawaambia kila siku. Sasa hivi havihusu sana swala la kusema kwamba labda movie hii imeuzika au hii movie haitauzika. Kwa sababu tumegundua kwamba producers ndio wengi, waigizaji, directors ndio hawa wanaomiliki, ndio wanaotengeneza filamu ambazo zinauza. Sasa mimi nafikiri sehemu ya kuanzia hawa ambao tayari wanauza, wamekubalika wanauza. Yaani wasanii waliokubalika katika soko wanauza. Nafikiri wenyewe wanajifahamu. Hebu wajaribu kuanza kuondoa ile mazoea ya kuwa na crew fulani tu ya kufanya nayo kazi. Wajaribu kubadilisha. Mimi leo Cloud anaweza kaniambia kwamba okay, mimi siwezi nikakulipa labda milioni 5 ya kunidirectia movie. Mimi nina milioni 1 kwa mfano. Inategemea kwa sababu mimi na uchungu wa film industry. Nikatoa mchango wake katika movie yake. Atakapofanya kazi na mimi au mimi nitakapofanya kazi na Cloud, kuna vitu ambavyo mimi nitaimplement ambavyo Cloud atajifunza kutoka kwangu na yeye atakuwa na mimi nitakuwa nimejifunza kutoka kwake. Tukaifanya ile kazi. Naamini itakuwa ina utofauti. Baada ya muda fulani akafanya movie nyingine, labda script. Tena mimi kwenye eneo la script ndo nalalamika sana. Unakuta eti producers au directors 4 wanaandika script na mtu mmoja. Katika mwaka kila mmoja akafanya movie 6. Jina ukiangalia mtu atakuwa na mawazo, hakuna genius wa aina hiyo kokote ambaye anaweza kuandika script yetu 5 6 kwa mwaka zikawa bora. Na kweli. Na akawa na mawazo mapya kumwandikia Cloud, kumwandikia fulani, kumwandikia Kem, kwa nini hamuondokani na hiyo? Mimi nilimwambia mtu nikamwambia mpelekee salamu msanii fulani. Aache kuandikia script, sio kama anamchukia. Atafuta mawazo mapya, script writer mwingine. Pamoja na kwamba hatuna ma script writer wazuri waliosomea, atafute mawazo mengine, atafute testi nyingine. Hawana muda kutafuta testi nyingine. Kama Cloud anajiandikia yeye atajiandikia. Basi panga nafanya movie 6 kwa mwaka, movie 2 naandika mimi script, movie napiga za kiimani. Inabadilika zaidi. Movie 4 nitampa movie moja niandikie fulani, movie moja niandikie fulani. Unaona? Sasa hivi vitu ni vitu ambavyo mimi nafikiri tunaweza tukaanza hapo. Na okay. Kibongo bongo tunavyojua wenyewe. Lakini tu ukabadilisha test. Unaona? Kwa sababu unajua script ina utamu wake wa lugha pia. Kabisa. Unaona? Dialogue zetu yani ziko wiki kabisa, kwa ziko shallow, yani hazina nguvu. Achana na story haina nguvu, lakini hata zile dialogue hazina nguvu. Tunatumia au watofautishe debate na movie. Unaona kama makelele tu. Unaona? Sasa kwa misingi hiyo ipo lugha. Unapoandika script iko lugha. Ukisoma ipo lugha unatumia unapoandika script. Ifanye mtu apate test ya masikio. Anapata ladha ya picha, kila anapata test ya masikio. Maneno gani yana sound vizuri? Maneno gani yatumika? Wenzetu kwenye movie za wenzetu na nafikiri sio za wenzetu. Hata hapa kama ni kitu ambacho tunaweza tukafanya. Yaani hata ukigoogle unakutaga kuna zile quotes kutoka kwenye movies. Quotes tofauti ambazo unazitoa kwenye movie. Yaani kuna maneno ambayo mtu ameongea kiasi kwamba yanabaki kuwa kama ni quotes ambayo inaendelea kutumika. Kitanzania ni mara chache sana kupata quotes kwenye movie kwa sababu maongezi ambayo wanaongelea ni yale ya juu sana. Mimi nahisi labda mara nyingi inakuwa ni screenplay tu. Wakifika pale kwamba script, haya, kaa hapa, wewe utaonekana unamfumania huyu. Maneno mengine ina maana utajijua mwenyewe. Sio kama nielewa. Kwa hiyo pale ina maana ni wewe ujuzi wako. Ndio maana tunakuwa tunakosa yale. Kwa hiyo ndio huko nilikuwa nataka kuingia kwa sababu kimsingi unaambiwa katika movie yoyote unazozungumza hizo quotes lazima ziwepo sentence, yawepo maneno ambayo baada ya movie mtu anaondoka nayo. Anaangalia movie anaondoka na kitu. Ataondoka na msemo fulani, ataondoka. Wanasema kwamba wakati mwingine tumia lugha ngumu kuleta ladha.
Ingawa sasa kwenye lugha ngumu kuna wengine wanakuwa wanatumia zilizopitiliza. Sasa unaposema lugha ngumu unanipa gagasiko. Unaona? No, yani unajua kuna kitu unaposema lugha ngumu inategemea. Unajua lugha ngumu watu wengine hawafikiri kwamba okay itabebwa vipi. Unatumia lugha, mtu akiangalia kwa ujumla wake ile sini atakuwa na kuelewa unasema nini. Lakini hapati tafsiri ya moja kwa moja. Ile inamfanya kwamba iendelee kubaki kwenye akili yake kwamba kuna sentence fulani imetumika. Kuna kote ambayo naikumbuka kwenye movie ya Crazy Love ya Kanumba nafikiri. Alikuwa anamwambia mtu kwamba hata mwenda wazimu hajui kama something like that. Sikumbuki vizuri lakini ndio hata mwenda wazimu hajui kama kichwa chake kina matatizo. Sio kama unielewa. Ni sentence ndogo lakini ni neno kubwa ambalo lina maana pana sana. So vitu kama hivyo, yani ni maongezi ambayo alikuwa na ni movie ambayo moja kati ya movie ambayo ina dialogue nzuri, yani kwamba huyu anaongea, huyu ananiwe. Kwa hiyo vitu kama hivyo ambavyo vinakuwa vinakosekana kwenye filamu. Vitu hivyo ni muhimu. Kuna hata pia kuna movie moja nafikiri ilikuwa ya Schwarzenegger, sikumbuki inaitwa nini. Walikuwa juu ya paa, wanakimbia kuna msichana. Halafu sasa katika kutoroka ina maana kwamba ilikuwa train inapita. Kwa hiyo kila wakati yeye alikuwa anajaribu yani kumtanguliza msichana avuke ile sehemu kikwazo katika kutoroka. Ilipofika pale sasa inatakiwa waruke kwenye train inayopita. Akasema okay, ladies first. Kwa anamwambia msichana kwamba atangulie kujirusha kwenye train. Unaona hiyo? Sasa mtu ukiangalia na wako katika wakati mgumu, alafu anakuambia ladies first, na maana ametumia ile language ya ladies first atangulie kuruka. Unaona? Sasa ukiangalia unaona kwamba katika sehemu ya hatari mara nyingi huwezi kusema ladies first. Sasa ukiangalia utacheka lakini itakugusa. Sasa hivi ilikuwa na maana gani? Nataka nirudi kwa Kemi. Kuna watu wengi wanapiga simu na nini, lakini nataka nirudi kwa Kemi. Kuna kitu ambacho ameongelea kuhusiana na discipline. Nataka uieleze kiupana kidogo discipline. Labda tofauti unachoelezea zaidi kuhusiana na discipline, nini hasa ambacho unakuwa unamaanisha ama tofauti ya zamani na sasa kwenye swala zima la discipline. Lakini kabla sienda hivyo kuna watu ambao wametuma message. Kuna huyu ambaye anasema huwezi kufanya kila kitu. Ndio maana Bongo movie industry inafeli. Haya mambo ni ya message inaingia na zinani. Haya mambo ni ya kusomea kabisa. Waulize hao wamesomea wapi? Ni tatizo. Na message zinakuwa ni nyingi sana. Nafikiri nyingi kila mtu anakuwa anaongelea kuhusiana na hivyo vitu ambavyo vimeongelewa. Lakini kwako Kemi ambaye ni mdada wa siku nyingi, ni mdada ambaye una heshima zako na bado tunakuheshimu kwenye tasnia ya industry. Labda unavyoongelea discipline kwenye filamu kwa sababu na uhakika unaongelea kuhusiana na wasichana zaidi. Kwenye upande gani? Tofauti iko wapi zamani na sasa? Mimi ninaongelea sehemu zote. Kwanza discipline ya character. Ukiwa mbele ya kamera. Uheshimu kile ulichoelekezwa kukifanya. Wengi wamekuwa wafikii kiwango cha kile walichoelekezwa kukifanya kwa sababu analeta mzaa katika kazi. Kitu cha pili ni kuhakikisha kama umeibeba character, je, ile character pia umeivalia mavazi yake? Uwezi kwenda ofisini uko uchi, umevaa nguo ya disco. Umepoteza kabisa uelekeo wa character. Lakini zaidi ya yote pia kuwapenda audience wako. Sisi tuko tunawathamini sana audience. Kwamba audience akiniangalia na kesho pia avutiwe kuniangalia. Lakini leo tunajifanya audience wanatuangalia lakini kesho avutiwe kabisa kukaa baba na mama na mtoto kakuangalia tena. Kama mtoto atakuangalia basi baba akuangalie. Kama baba atakuangalia mama na mtoto hawezi kukaa karibu wakakuangalia. Kwa hiyo inamaanisha katika watatu umeshapoteza wawili. Kwa mtu asimame ajue kwamba nataka nivae karakta yangu, nifanye kazi yangu vizuri, iwapendeze wale ambao ninawapelekea ujumbe. Lakini pia mimi kwenye jamii ninabaki katika mazingira yapi. Lakini kuna kitu ambacho nasikia siku hizi, Cloud, hii ni kesi yako wewe kama director. Maana siku hizi ukiangalia filamu zote imekuwa kama fashion. Msichana lazima avae nguo fupi. Hata kama sehemu haimtaki kuvaa nguo fupi. Sio kama umenielewa. Unaweza ukavaa nguo fupi, unaigiza kama Changudoa, unaigiza kama mtu ambaye yani kulingana na karakta yako. Lakini siku hizi imekuwa kama fashion. Mtu ukiigiza lazima utavaa nguo ambayo inakuexpose mwili wako, nazungumzia kwa wasichana. Lakini inavyosemekana ni kwamba madirector wenyewe, maproducer wenyewe wanakuwa mtu atakaenda pale amevaa miguo yake ya nani, wanaona hapana, hayo sio mauzo. Na niliwahi kusikia, sasa hiyo pia hata wewe mwenyewe unaweza kuongea kwamba waigizaji wa zamani wengi mnaachwa kwa sababu mko nyuma kidogo kwenye swala zima la kujiachia. Amjiachii, sio kama wenzenu wa sasa hivi kwamba watu wanajiachia. Cloud, vipi, ni kweli kwamba lazima msichana mnakuwa mnawaambia wavae nguo fulani ili waweze kuvutia kwenye kioo?
Binafsi yangu naweza nikasema kwamba sio kweli. Sijajua kwa upande wa wenzangu. Kwa sababu mimi ni mmoja kati ya waongozaji na watayarishaji wa movie zenye kupenda sana maadili. Na ndio maana hata ukiangalia movie zangu niko makini sana katika swala zima la maadili. Na kama ziko movie nyingine zinaonekana kwamba ziko kidogo nje ya maadili. Na hii ndio maana tunachosema kwamba bado Tanzania hatujakuwa na movie. Kwa sababu gani? Kupitia kama watu wangesomea kuanzia yule anayefanya casting, anayedirect story yake, msimamizi anaweza kuamuru kwamba hapa hichi kivazi hata kama kimekupendeza lakini kulinganisha na hii sehemu sio sahihi. Kwa hiyo ina maana hii yote inatokana na uelewa. Kwa hiyo unakuta sasa hivi baadhi ya madirector walio wengi na baadhi ya wamiliki wa movie walio wengi, lazima tuweke baadhi maana sio wote, uelewa kwao ni sifuri. Chris Mhenga, zamani uliwezaje kumanage? Kwa sababu tulikuwa tunaangalia tamthilia, tulikuwa tukizipenda. Uliunda mastaa wengi ambao tulikuwa tunaona na bado tulitambua hata wasichana wazuri bila wao kuweza kuvaa uchi, lakini tuliweza kuwajua kwamba huyu msichana ni mzuri. Uliwezaje kumanage kufanya kile ambacho uliweza kufanya na hatukuona watu wakijiexpose sana bila sababu ya msingi na bado tukaweza kuangalia? Zamani kitu ambacho nilikuwa nimejaribu kukifanya ni kwanza, kulikuwa kuna utaratibu wa kuingia kwenye haya makundi. Ilikuwa tu kwamba si kwamba mtu kila akija basi lazima awe msanii. Kwa hiyo kuna mchujo, yani kuna interview ambazo mtu anafanya. Kwenye interview kulikuwa kuna masuala mengi sana yanaangaliwa. Na kulikuwa na kama kamati ambayo akija binti au kijana anafuatiliwa mpaka nyumbani kwake. Unaona, ilikuwepo kamati ya nidhamu ambayo akifika tu lazima wajue nyumbani kwake, anatoka wapi, ni mke wa mtu, ni msichana tu, elimia. Kwa hiyo tulikuwa tunapata historia ya yule yani yule mtu anayetaka kujiunga na sanaa. Kwa hiyo hii ilikuwa inatusaidia. Kwa hiyo ikifika pale kwenye interview, either kwa kujua background yake, story ambayo sio nzuri, ina maana kwamba kwenye interview pale anaondolewa. Au kwa sababu uwezo wake ni mdogo, tunaona tu kwamba huyu atatusumbua, kwa sababu wengi walikuwa wanakuwa unaona kabisa kwamba huyu anapenda lakini hana kipaji. Kama hana kipaji na maana ukimweka muda mrefu bila kushiriki ataleta majungu. Hata kama alikuwa mzuri wa sura mnamtoa. Uzuri si tatizo, kwa sababu hizi maana wanaangalia kwa sababu si kweli kwamba uzuri ndio ambao unatengeneza movie. Unaona, si hivyo. Ziko sehemu ambazo wanahitajika kweli wazuri kwa sababu ya kimsingi kwamba movie inahitaji mtu aina hiyo au inahitaji mtu wa kawaida. Kwa hiyo sisi tulichofanya tulikuwa tumeiangalia nidhamu kwa kiasi cha hali ya juu, kwamba lazima mtu tumjue kwamba katoka wapi, kama anafanya kazi, hafanyi kazi, mke wa mtu, kwa sababu wengine wanakuja na wake za watu. Unamchezesha scene ambaye mumewe anakuja anatoka kule anakuja anasema kwamba hapana, mke wangu mimi hivi na hivi na hivi. Mwingine anakuja anachelewa kurudi nyumbani. Tulishawahi kupata kesi, nafikiri Kemi anakumbuka, kwamba tayari tulikuwa tuna mke wa mtu ambaye anachelewa kurudi kila siku saa 4 wakati mazoezi yaisha saa 12. Kwa hivyo vitu vikao vinatufundisha sana. Kwa hiyo ina maana kwamba tukawa tunaiangalia nidhamu toka mwanzo. Kwamba mtu akifika anajengwa, yani sawa sana wewe ukienda jeshini. Ile ukishakuwa recruit, kama ulikuwa sister du, ulikuwa bisha, unaishia pale, utanyolewa nywele, utafanya yani msingi huo. Kwamba tayari mazingira utakayo kuna nayo pale, huwezi ukakengeuka, kwa sababu unajikuta kabisa kwamba hapa ile ubisho wako haupo. Tofauti na sasa hivi unachukuliwa mtu kutokana na vigezo hivyo, labda bisho sana, kama utauza, utafanya hivi, unafahamiana na fulani, au sini unacheza bure, kwa sababu wengine nasikia wanacheza bure, hawahitaji hata kulipwa, yeye anataka aonekane tu. Kwa sababu watu fulani wamuone, ili kwa sababu atoke labda pengine kwenye vyombo fulani na vitu kama hivyo. Kwa kumalizia tu, inasemekana wote watatu mkizingatia mna uzoefu, mnaweza mkanijibu hili, kwa sababu kila mtu alikuwa ameongea. Nimekuuliza kuhusiana na nguo, kwamba ukazungumzia kuhusiana na discipline, kwamba siku hizi watu wamekuwa tofauti na zamani, matukio ni mengi, watu wanafanya vituko vingi na mambo mengi. Inavyosemekana kwamba watu wanakuwa wanafanya skendo nyingi, kwamba zinakuwa zinampa value msanii, zinampandisha msanii, zinamfanya msanii awe mkubwa kwenye tasnia ya filamu, ama hata kupendwa na mashabiki. Labda kwenu nyinyi hii imekaaje? Ni kweli kwamba hizi skendo na matukio ni vitu ambavyo vinafanywa maksudi ili kuweza kumpandisha msanii, ama kwako Cloudy, kwako Chris Mhenga, kwako Kemi, skendo ama matukio yanamjenga msanii ama yanambomoa msanii? Hii ni maoni yenu nyinyi, na wewe ambao unaniangalia hapo utanitumia vile message, lakini kwenu nyinyi mnaizungumziaje? Mwisho kabisa, mimi ninaona skendo inambomoa msanii. Kwa nini? Yeye anahisi anapanda, lakini kiukweli baadaye anakuwa hana thamani kabisa.
Miezi 2-3 ya mbele watu watataka kukusikia, lakini mwisho wa miezi 4-5 ijayo hawataki kukusikia. Wako wasanii ambao saizi wanajaribu kusimama pale walipokuwa, hawawezi. Na okay. Cloud, unazungumziaje? Mimi niseme tu kwamba iko 50-50. Kwa Tanzania skendo hazifai, ila duniani, ndio maana nikasema sasa hivi wasanii wengi wanapenda kukopi. Duniani ili uweze kuwika lazima ufanye vitu vya ajabu ili watu waweze kujua fulani kafanya kitu gani. Kwa wakianza kufuatilia tukio lako na movie yako, mambo yanaanza kufuatilia. Lakini kwa Tanzania naweza nikasema kwamba bado kutaka kupanda juu kwa njia ya skendo. Mimi naomba tu kama kuna watu walikuwa na mpangilio huo, basi bora waache kabisa. Kitanzania. Kwako baba. Mimi kulizungumzia hilo kwa sababu mimi sipendi. Of course mimi nachukia hivyo vitu. Na ninachosema ni kwamba ninaangalia, huwa najaribu kulinganisha msanii ambaye amefanya filamu na filamu labda aliyofanya. Unaweza kumuona kwenye gazeti kabla sijamuona kwenye filamu. Vikaandikwa vitu vilivyoweza kuandikwa. Nikatafuta ile filamu nikasema ngoja niangalie. Naona kama ni watu wawili tofauti, aliyekuwa kwenye gazeti na yule aliyefanya ile. Sasa baada ya muda ndo nakuta hizo skendo imeandikwa kitu fulani. Huwa najiuliza kwa sababu mimi nilishawahi kuandika, nilishawahi kuwa mwandishi siku za nyuma kidogo. Najaribu kuiangalia ile story imekaaje. Ni story halisi au ni story tu ambayo imetengenezwa kwa sababu ya mambo fulani. Kwa sasa nikisha note kama imetengenezwa na ili apandishe jina, basi ninachoweza kusema ni kwamba kwanza skendo inammaliza. Alafu skendo inamfanya kwamba yani apokewe katika jamii katika namna tofauti kwa jinsi yeye anavyofikiria. Kwa sababu shida anapotoa ile skendo anatafuta mapokeo ya jamii. Kwa jamii sasa jamii zimegawanyika. Unajua ziko jamii za maadili na ziko jamii ambazo wao crazy, walishakata tamaa za maisha. Lakini hao wenyewe waliokata tamaa za maisha ndio wao ambao watakuja kumnunua. Yaani watakayenunua kazi zake. Inabidi uangalie wateja wako ni kina nani. Kwa hiyo mara nyingi kama ambavyo pia Cloud kagusia na dada Kemi pale kagusia kwamba skendo inakuondoa kabisa kwenye nani. Na usishangae baada ya muda fulani, miaka hii inayokuja labda pengine 2-3, kuna wasanii utakao unawasimulia tu walishaikuwa waigizaji filamu lakini hawaigizi tena, hawapo. Usishangae. Utakuja kusema kama Mwenyezi Mungu atatujalia uhai, baada ya miaka 2-3 kuna wengi ambao utaona waliokuwa maarufu sasa hivi wanaoishi kwa skendo hawapo kwenye tasnia kabisa. Kwa sababu katika tasnia kuna mabadiliko sasa hivi. Tusikubali, pamoja na kwamba yako taratibu lakini kuna mabadiliko. Na kuna watu wanakuja, kuna watu watakuja kuinvest ambao wanajua filamu ni nini. Kwa sababu soko la filamu lipo Tanzania. Sasa wakishaingia hao watawakwepa hao. Kwa sababu watawakwepa hao kwa sababu kila wakiingia watu wataona kwamba okay, kwa huyu ninunue filamu mtoto wangu amuone huyu ambaye amekuwa na skendo chafu, huyu atamfundisha nini? Kwa hiyo anazidi kuisha. Kila mmoja, Claudia atamkataa, Kemi producer atamkataa, mimi nitamkataa na mtu mwingine, anaondoka anaenda kufanya biashara nyingine. Okay. Lakini pia kumbuka kwamba sio wanaocheza filamu wote ni wasanii. Unajua hicho kitu ambacho watu walisho, si wanaocheza, kuna wengine mle ni madobi, wengine wauza maji, wengine mafundi seremala, wengine mafundi washi. Wamejazana kwenye hii kwa sababu inaonekana kwamba hii sio professional. Kwa hiyo wamejaa na ndio sababu sasa hawawezi kufanya kitu. Kwa hiyo hawezi kufanya kitu, wanaingia kwenye skendo, hawapandi pale wanapotakiwa kupanda. Na okay. Kwa hiyo inabidi watumie upande wa pili. Yes. Haya, mambo ni mengi sana ya kuongea na tuko na watu ambao tunaweza kuongea nao mpaka asubuhi, lakini kutokana na muda inabidi tu tuishie hapa siku hii ya leo. Lakini narudi kwako wewe ambaye unaniangalia kwa sasa hivi. Mawazo yako unipe. Unahisi skendo kama skendo inampandisha msanii ama inamshusha msanii? Ina faida kwake ama ina hasara kwake? Namba yetu ni 0656956726. Tuma ujumbe tu 0656956726. Kesho kwenye Leo Tena saa 4:45 kwenye Movie Leo tutaweza kusoma baadhi ya message ambazo utakuwa umetutumia, lakini
Hebu niambie, inamjenga msanii ama inambomoa msanii? Mimi naitwa Zamaradi Mketema, nikushukuru sana wewe kwa kuwa na mimi kwa muda wote huo, bila kusahau wageni wangu. Nilikuwa na dada Kemi pale ambaye ni mwigizaji wa siku nyingi kuanzia Kaole na mpaka sasa hivi anaendelea na game, japo haonekani sana lakini bado yupo na anaendelea kufanya kazi nzuri. Lakini vile vile Isa Musa Cloud ambaye ni mwigizaji vile vile ambaye alianzia kwenye makundi na ndio maana tuko naye hapa mpaka leo unamuona ni mwigizaji. Lakini vile vile Crescent Mhenga ambaye ni jina kubwa sana kwenye tasnia ya filamu na tamthilia, lakini wengi mlikuwa hamumtambui, na siku ya leo nikaona bora tuwe naye hapa studio tuweze kuongea naye mawili matatu, atueleze experience yake na mambo mengi. Ameanza tangu mwaka 1995 na mpaka leo hii unamuona hapa Crescent Mhenga, na kuna vitu vingi ambavyo baadaye utapata kujua ambavyo atakuja atavifanya na kwenye Take One utaweza kuvisikia. Naitwa Zamaradi Mketema. Shukrani sana kwa Chris, bila kumsahau Salim na wote ambao wameweza kufanikisha Take One kwa siku hii ya leo. Nikutakie tu utazamaji mzuri wa vipindi vinavyofuata, naendelea kuangalia Clouds TV. Have a good night.